Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you. Unanipeleka mie, si lazima nijue unachoniwazia mie, si lazima nijue njia zako, hakika mambo yako sambamba, mipango yako sawa sawa, njia zako hakika mambo yako sambamba, mipango yako sawa. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you. Afrika yote ya kusifu, Afrika yote ya kusifu, wa Somali na wa Kongo, wa Rwanda na Waganda. Afrika yote ya kusifu, Afrika yote ya kusifu, wa Nigeria, Zimbabwe na Liberia, wa Morocco, wakucheza na shangwe, wakucheza na shangwe. Wakenya Yesu twakusifu, Kenyans let's celebrate the doing of the Lord. Yesu twakusifu, wakikuyu Wakenya Yesu twakusifu, Kenyans let's celebrate the doing of the Lord. Yesu twakusifu, wakikuyu 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 Wakamba na Wakamba, Wajaluo, Waluya na Waluya. Hapa Kenya Yesu twakusifu, Nairobi Kenya, hapa Kenya Yesu twakusifu, Wamasai, Wameru, Okomo, Mijikenda, Wamakofi, Nanderemo, wakucheza na shangwe, Nanderemo, Afrika, wakucheza shangwe. DJ Spider-Man. Hakuna Mungu kama wewe Yawe, hakuna Mungu kama wewe Yawe, unaweza Bwana.
kusaidia kwa kitu. Wanadamu hawatakuwezesha kwa kitu chochote. Kunaye mmoja anayepanguza machozi ya watu wake, ni yule mfalme wa amani. Ni uwezo gani unaompinga Baba? Uwezo gani? Yeah, yeah. Sema kwa sauti, oh mfalme wa amani. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, mfalme wa amani. Sema wewe ni mwema, wewe ni mwema. Nasema mfalme wa amani. Nasema wewe ni mwema, wewe ni mwema. Nasema mfalme wa amani. Nasema wewe ni mwema, wewe ni mwema. Oh mfalme wa amani, mfalme wa amani. Oh wewe ni mwema, wewe ni mwema. Mfalme wa amani, mfalme wa amani. Nasema wewe ni mwema, wewe ni mwema. Asante sana. Niombe tupigie makofi timu yetu ya praise and worship. Kama unaamini leo tuko na uwepo wa Mungu, nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Niombe ili tuanze rasmi. Leo tuko kwa mkutano wa maombi. Kwa hivyo leo hakuna kusimama kwa jukwaa. Wale muliosimama nyuma wote, tunataka wachungaji wawe na nafasi nzuri, na nyinyi muliosimama hapa kando vile vile. Your Excellency Engineer Dr. Raila Amolo Odinga, Your Excellency Honorable Martha Wangare Karua, Your Excellency Senior Counsel Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, the clergy, members of parliament, delegations from various county assemblies and county governments, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, sir, to start us off in the official part of the program, in honor and respect of our beloved nation, may I most humbly request that we all stand on our feet in readiness for the national anthem and the East African Community Anthem. May I also request most humbly so that any of us with an official headgear, kofia zisizo rasmi, kwa heshima na taadhima kuu, niombe tuzivue. Tusalie rasmi kusimama kwa wimbo wa taifa.
Tukisalia katika hali ya kusimama, niombe watumishi wa Mungu watupatie maombi ya ufunguzi wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao na Askofu Mheshimiwa Rahab Ndambuki. Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الرحمن يا الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. يا الله يا حنان يا منان يا مقسط يا ديان، twakuomba ya Allah kwa jina lako tukufu ambalo kiomba kwalo unajibu dua. Twakuomba ya Allah uiletee nchi ya Kenya amani, mashariki, kaskazini, kusini na magharibi. Uwabariki wa Kenya wote, utupe afya njema na usalama, utupe maisha marefu yenye baraka ya Allah. Ya Allah, bariki kina mama, watoto, vijana, wazee wetu, baba zetu, viongozi wa dini, walimu wa shule, madaktari, madereva wote, hata bodaboda. Ya Allah, wabariki. Bariki mapiloti wetu wa ndege angani, makapteni wa meli, wabariki ya Allah, hata wavuvi wa samaki na bahari ya wote ya Allah. Ya Allah, bariki wagonjwa wetu popote walipo, waponeshe kwa haraka ya Allah. Uwarehemu maiti wetu ya Allah walio mbele za haki. Ya Rabbi ya Allah, KDF, jeshi la anga, la nchi kavu, la maji, la polisi, hata misitu, wabariki wote ya Allah. Ya Allah, bariki wanasiasa wote nchini Kenya, wape nguvu na busara na afya kuliongoza taifa la Kenya kwa amani ya Allah. Ya Rabbi, kuna wafisadi tele nchini Kenya, tunalani wafisadi na waletao wafisadi. Ya Allah, tunalani wafisadi na waletao wafisadi. Ya Allah, tunalani wafisadi na waletao wafisadi. Ya Allah, kila mfisadi ya Allah mlani, umtokomeze kabisa, uokoe mali zetu, ili nchi ya Kenya iweze jenga nchi yote kwa mali zetu ya Allah. Kila aliyeba mali ya Kenya ya Allah mlani kwa rehema zako ya Allah. Ya Rabbi, tunakukumbusha japo husahau dhuluma iliyofanyika wakati wa uchaguzi, dhuluma ya IBC, walitudhulumu ya Allah. Twakuomba Allah tupe haki yetu. Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta na wanaazimio wote ya Allah, tulidhulumiwa na IBC. Twakuomba ya Allah tupe haki yetu. Wewe wapenda haki, upande dhulma, basi twakuomba ya Allah tupe haki yetu ya Allah, na kale dhulumu ya Allah mteremshe chini. Ya Allah, tunakuomba ya Allah ulete amani Palestina, ulete amani Russia, ulete amani Ukraine, ulete amani Uturuki, ulete amani Syria, ulete amani Iraq,
uleta amani Yemen, Iran, Burkina Faso, Ivory Coast, Sudani, Ethiopia na Somalia. Ya Rab, twakuomba yote haya kwa jina lako tukufu. Twakuomba Raila Amolo Odinga umpe urais wa Kenya kwa rehema zako ya Allah. Rehema na amani juu yake Rasul, swahaba na jamaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin. Kabla nitoe mic, nimeandamana na wenzangu kutoka Pwani. Sheikh Bakar Ali Alawi ni naibu mwenyekiti wa kitaifa wa Kamnak. Sheikh Twaha ni kiongozi wa dini wa Wiper na Azimio. Nina Sheikh Jihad mwenyekiti wa Kamnak Nairobi, na Sheikh Mwaringa and my daughter from the other faith Beatrice Gambo pia ninakuja nayo kwa hapa kutoka Pwani. Salamu alaikum. Wana Nairobi, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka kuomba, kwa hivyo tuheshimu nani? Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunakuja mbele yako adhuhuri ya leo. Tunasema ni asanti kwa sababu umetuleta pamoja kwa sababu ya kusudi lako. Tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba ukatupatie ushindi. Tunaomba ukachukue ushukani Yesu. Tunakuita jina la Yesu. Tunamuita Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Ukuje uinue nchi yetu ya Kenya. Tumeona mengi Bwana, yale ya furahishi hata viongozi wetu wale tuko na wao mbele yetu siku ya leo. Tunaomba Baba ukahurumie watoto wako. Tunaliitia jina lako Bwana. Siku ya leo tumekuja mahali hapa kwa sababu ya kusudi lako na kwa sababu tunakupenda. Tunaomba ulete amani katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba Mungu wangu Baba ukumbuke familia. Kumbuka wale wanalala njaa. Ni wengi wetu wanalala njaa Bwana. Tunaomba Baba ukatupatie chakula. Tunaomba Baba ukatupatie mvua. Tunaomba Baba ukatuondolee laana yote katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba Mungu wangu Baba ukumbuke viongozi wetu wa Azimio. Kumbuka mtumishi wetu, watumishi wetu wale utupatia Baba. Hata viongozi wa kanisa. Tukiinua Raila Amolo Odinga mbele yako. Tunainua Kalonzo Musyoka mbele yako. Na mama yetu Martha Karua mbele yako. Na viongozi wote wa Azimio Bwana. Tunaomba Baba wewe uishie milele. Kumbuka magavana wetu wote wa Azimio. Kumbuka members of parliament wote. Uwapatie ushindi. Kumbuka the MCS my dear Father. Na viongozi wale wote wewe umetupatia. Tunaomba uweze ukatuletee ushindi katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba ulete justice katika nchi yetu ya Kenya. Mateso yale tumepitia Bwana yakafike mwisho. Na vile Baba unataka kutendeke katika nchi ya Kenya, kukawe hivyo. Hiyo ndio maombi yetu leo. Na tunaomba divine intervention yako siku ya leo. Tunapokaa hapa Bwana, tumekuja kwa sababu ya jina lako. Na jina lako litukuzwe katika nchi yetu ya Kenya. Haya ni maombi yetu kama wanaazimio. Tukisema Yesu ni Bwana na hakuna Mungu mwingine tutatumikia mahali hapa. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Asante mtumishi wa Mungu. Nimeombwa ili Mungu aende nasi. Mungu asiyeshindwa. Kuna wimbo maalum ambayo nimeombwa na nitaomba Lilian Jairo utuongoze kwa wimbo huo ili Mungu aende nasi alivyoenda na wana wa Israeli jangwani kwa mnara wa moshi mchana na wingu la moto usiku. Tafadhali praise and worship team. Na ningeomba wakati unaendelea hapa tutaruhusu viongozi wetu watatu peke yake. Asante. Lilian. Hallelujah.
Hakika Mungu asiyeshindwa akitembea nasi hatuwezi shindwa. Kwa heshima na taadhima kuu, nikiwa mwingi wa unyenyekevu, niombe nimkaribishe mtumishi wa Mungu Apostle Collins Mutuku ambaye atatuongoza katika ratiba kutoka hapa. Mtumishi wa Mungu, karibu. Haleluya. Jameni, nifungieni mkono. Wakenya wote nifungieni mkono jameni. Haleluya. Kwa viongozi wetu, Your Excellency Raila Amolo Odinga, Honorable Martha Karua, Your Excellency Kalonzo Musyoka na viongozi wale wengine wote. Leo kama Wakenya tumekuja kufanya ibada kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Hii ni siku ya kihistoria kwa nchi ya Kenya, ambao Wakenya wote wamekusanyika tumwabudu Mungu aliye hai ili nchi yetu ipate kupona kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu ya muda tumekusanyika, tumetoa wachungaji kutoka kila county tukusanyike hapa tufanye ibada. Naomba maaskofu wote wale tumekuja na wao, naomba tumusimame na wachungaji wote, na wale wengine wako huko chini naomba musimame. Wale wengine mko huko chini simameni tu kwa jina la Yesu Kristo. Viongozi wetu tumekuja wachungaji wote kufanya ibada siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tu ni mention wachache ili tuendelee kwa mkutano huu wa maombi. Naomba nikisema tu jina lako unasimama tu nafungia Wakenya hawa mikono. Naomba Overflow, Prophetess Overflow, funga tu mkono. Huyo ni coordinator wa nchi ya Kenya kwa kanisa. Funga tu mkono jameni. Prophetess Sonia, funga tu mkono. Sonia, hallelujah. Naomba Pastor Jacob Muturi from Meru, funga mkono kwa jina la Yesu. Naomba Bishop Daniel from Kitengela, funga mkono. Naomba Pastor Rahab ambaye amekuwa hapa. Jameni, salimieni wachungaji kwa furaha. Hallelujah. Naomba Reverend Moses Degwa, fungia tu. Naomba Bishop Odek, fungia tu awa tu mkono jameni. Hallelujah. Sheikh Twaha from Mombasa. Hallelujah. Sheikh Juma. Bishop Prophetess Amkoye. Mpigieni makofi jameni. Naomba Rogers, Bishop Rogers. Naomba Reverend Ajubu. Jameni, wafungieni mkono wa wachungaji. Naomba Bishop Keva. Bishop Keva. Apostle Joel Adalo. Na kwa sababu ya wale wengine na wale wako chini, tuwapigieni makofi wote. Pigeni jameni shangwe za Yesu kwa mkutano huu. Haleluya. Basi kama inchi, huu ni wakati tunahitaji Mungu kama siku nyingine, kwa maana tunahitaji inchi yetu ikapone. Na vile wachungaji wamekusanyika, inchi hii itapona. Hawa viongozi vile wameita mkutano na tukaitana mkutano, inchi itapona. Fanya mikono hivi jameni. Fanya mikono hivi. Yesu anatawala nchi ya Kenya. Basi naomba praise and worship team. Naomba praise and worship team. Nataka tuwe kwa dakika kama 5-10 tuinueni mikono juu tumwabudu Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tu waimbaji wale mmekaa hapa mnaweza kusimama tuinulie Yesu mikono juu. Tumwabudu Bwana. Haleluya. Tunataka kumsifu Yesu kwa sababu yeye ni mwema.
Hallelujah. Tunaweza kusimama tumpigie Yesu makofi kwa ibada hii. Hey!
Waluya mko hapa na Wakamba, Wakikuyu. Hallelujah. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Waluya tunarudi, Wajaluo tunarudi. Tuko hapa jameni. Jameni, pigeni Yesu makofi mazuri. Kama kuna watu wa kuomba, kuna Mungu wa kujibu. Nasema kama kuna watu wa kuomba, kuna Mungu wa kujibu. Naomba nisikie nduru kwa uwanja mzima ya Yesu jameni. Piga Yesu shangwe na vigelegele.
Kwa jina la Yesu. Naomba nimletee mchungaji. Hallelujah. I want to invite Reverend Moses Degwa. Reverend Moses Degwa to give us a sermon. Pigeni Yesu makofi jameni. Wakenya, Bwana asifiwe. Naomba tutulie kwa dakika moja. Wale ambao wanazungumza, wale ambao wanapiga makelele, mtupe nafasi ni nene neno la Bwana kwa dakika kidogo sana. Na tuombe kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni uliye na nguvu na uwezo na mamlaka, twakushukuru kwa maana neno lako ni uhai, neno lako lina nguvu, neno lako ni usaidizi wakati wa shida na hata wakati wa raha. Tumia mawazo yangu, maneno ya kinywa changu ya kubariki mbele zako, ili nitakayo nena siku ya leo yakuwe baraka kwa taifa letu, kwa viongozi na kila mmoja wetu. Zungumza nasi kupitia neno lako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Nachukua nafasi hii, sitachukua muda mrefu kunena neno la Bwana kwa njia fupi. And I want to speak about being politically incorrect. Wakati mwingine hatukubaliki kwa mambo ambayo inatendeka kisiasa, na kuna watu wawili ambao hawakuwa nakubalika. Katika kitabu cha Amos 7, mtaona mtumishi wa Mungu anaitwa Amos alienda akaongea mambo makubwa sana kwa viongozi. Na akaambia hili taifa litaisha, akaambia hili taifa litakuwa na shida. Lakini mtumishi wa Bwana akaitwa na viongozi akaambiwa lazima arudi kwao. Akasema mimi nitarudi kwa maana hata mimi ni mtu mnyonge na nilikuwa naangalia mashamba. Wakati wa leo kuna watu wengi ambao they are not politically correct, and we tell them to go back to their land. Kwa sababu mambo ambao wanayanena na kuyazungumza hayakubaliki. Lakini tuko na mtumishi wa Bwana Amos ambaye alisimama akasema mimi ni Mungu amenituma niwaambie yale tunayofanya sio sawa. Kulikuwa kiongozi mwingine, mwokozi wetu Yesu Kristo, alisimama mpaka kanisani kwa madhehebu na akasema hata manabii hawafanyi vile inahitajika. So it is, you are a good follower of Jesus Christ if you are politically incorrect. If you are politically correct, you accept everything that is being done, na unakubaliana na yale ambayo inatendeka. Yesu akasema imefika mahali mimi kama mwokozi wenu kusema yanayofanywa katika hekalu sio hayo, yale yanayofanywa na viongozi sio hayo. Siku ya leo ambayo tumekuja hapa, tunataka kusimama upande wa mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye alisimama kwa wanyonge, ambaye alisimama kwa wadhaifu, ambaye alisimama kwa ambao walikuwa na shida. Siku ya leo katika taifa letu kuna mambo ambayo tunaweza angalia na tuonekane kama kisiasa haikubariki. Wakati unasimama na unasema kwamba Kenya ni kampuni na iko na shareholders, sisi tunasimama upande wa Mungu kusema Kenya ni nchi yetu, ni baba na mama yetu. Na sisi, na tukisema hivyo tunasema kama wahubiri kwamba nchi ya Kenya tulizaliwa zote makabila 40 na nchi hii mwenye shareholder wa Kenya ni Mwenyezi Mungu. He owns the world. He owns the nation. Sisi we are just stewards. Sisi ni watenda kazi tu. Mwenye shamba atarudi.
na atatuuliza tulifanya nini na kazi tuliyopewa. We shall give an account to the owner of the nation. So it is politically incorrect kuambia ambao wanasema ni kampuni kwamba sio kampuni. Kenya hii, kama Yesu angekuwa hapa siku ya leo, angesema Kenya ina makabila 40 na uongozi ugawiwe makabila yote. But it is politically incorrect for a Kikuyu and a man of God kusema kwamba tugawe taifa vile inahitajika. Amos alifika mahali akasema hata mkinifukuza, I'll stand on the side of the politically incorrect and tell you it is not right to exalt a few communities in the nation. Kama ningekuwa politically correct, ningekuwa nafuata maaskofu na mapasta wakifuata wale wako katika serikali. But sometimes tunasimama na wale wanasema tunafunyika kwa uchumi, tunarara njaa, mafuta imeongezeka, tumefukuzwa kwa manyumba, watoto wetu hawajarudi shule. Mungu ako upande wa wale wanasema hivyo. God is on the side of the politically incorrect. Niseme nisiseme, Yesu mwenyewe wakati alisulubiwa, kwa maana hakuwa anashikana na viongozi waliokuwa, watu walisherekea akasema asulubiwe, because he was not politically correct. If he was, he could not have been crucified. We might crucify our leaders, but they are on the side of God. It is politically incorrect, like Jesus and Amos, kushida kila wakati tukisema mambo tunayoyapitia ni kwa ajili ya rais aliyekuwa, ni kwa ajili ya handshake. Miezi 6 imeisha na bado tunasema ni wale wale. Siku gani tutasema ni nyinyi? We are standing on the side of God to tell them to account for their days, for their hours, for their time in leadership. It might not be correct. Biblia inasema, namalizia, Biblia inasema usipofanya kazi usile. Tunashukuru kwa maana viongozi ambao wako saa hii wanaendelea na maombi, lakini tunaambia tuombe Jumapili, Jumatatu mpaka Jumamosi waende kazi, tunajaa. It is politically incorrect kusimama hapa niseme mimi ni mchungaji katika kanisa, lakini hatuwezi fanya taifa liwe ni la Kristo peke yake. Kama ingekuwa ni Muislamu angekuwa rais, aite Waislamu peke yake kwa maombi, si wa Kristo mngepiga kelele? This nation belongs to all religions. And that's why we pray for Raila Amolo Odinga. We pray for Kalonzo Musyoka. We pray for Mother Karua. They might look incorrect, politically incorrect, but they are on the side of God. And finally I say this, Amos alisema, I have one confidence. Mimi nawapa nguvu moja wa viongozi wetu. God is on our side. The end of the times. We don't know when it is the end, but the Lord will be with you. Incorrect politically
but we are on the side of Amos. We are in the side of Jesus. And even if they crucify us, we are telling the people we need our nation back. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Basi nataka niwaite, kuna wachungaji naomba wakuje ili tumalize. Huu ni mkutano wa maombi kwa jina la Yesu. Basi naomba, kwa sababu tumebakisha dakika 5 sisi hapa, naomba Prophetess Sonia, Prophetess Overflow, Bishop David Abaki, Bishop Noera, naomba wakuje wasimame tu hapa. We want to do some declaration in the mighty name of Jesus. Kuomba. Ni wakati wa kuomba. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba zote tukiwa tumelea. Naomba zote tukiwa tumetulia. Naomba zote tukiwa tumetulia kwa jina la Yesu Kristo. Basi naomba ya kwamba tumekusanyika kwa sababu ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo, na kuna vitu tunataka tuombee kwa damu ya mwana kondoo. Naomba nimwalike Bishop David Abaki ambaye ataomba kwa sababu ya naomba tu Bishop Abaki uombe kwa sababu ya justice. Hello, before I pray for justice, I had a message from the Lord this night in the book of Chronicles, 2 Chronicles chapter 15, and it says like this: the Spirit of God came upon Saria, son of Oded, and he went to meet King Asa. He called out, "Listen to me, King Asa, and all you people of Judah and Benjamin. The Lord is with you as long as you are with him. But if you turn away, he'll abandon you. Let us pray for peace." Thank you very much. Let us pray for peace. Heavenly Father, Jehovah God, Heavenly Father, Jehovah God, you are the source of wisdom and justice. Today you have gathered here in this historic garden of Jevenjee as a nation to call upon your holy name to bring justice within our nation. Almighty God, we ask you to bring justice within our land, especially for 3 arms of our government. That is executive, legislature, and judiciary. We thank you, God, for the Right Honorable Raila'S and his co-principals, Mama Martha Karua, whom we love, Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, and their team, for being champions of justice and democracy in this nation. Jehovah God, continue giving them wisdom, knowledge, and strength to spearhead fighting for the truth and creating democratic space and freedom to serve the people of great nation without fear or favor. Father, we all know that without justice, we cannot have permanent peace, unity, and stability among your people. We pray, O God, for our religious leaders to remain united and nonpartisan and stand for the truth to save this nation. We thank you for those who have come in large numbers today to attend this prayer meeting. We also thank the organizers and coordinators who work together to make this day a success. Bless them and protect them. We pray this in Jesus' mighty name. Thank you. I want to call Apostle Marabo Yunga. Oyunga, you pray for IBC. Hallelujah. We are just about to install an office called IBC in our land. And because of that, we want to make very powerful prayers here that must work. Okay?
So after every sentence, you say amen. And I will make justice in the line and righteousness in the plumb line. He reveals the deep things of darkness and brings utter darkness into the light. When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. Whoever says to the guilty, you are innocent, will be cast by the peoples and denounced by nations. But it will go well with those who convict the guilty, and rich blessing will come on them. But let justice roll on like a river, righteousness like a river, failing stream. The righteous shall inherit the land and dwell in it. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the cause of the widow. Blessed are those who act justly, who always do what is right. The Lord requires that we act justly and love mercy and to walk humbly with our God. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Let us pray for IBC. Father, in the name of Jesus, we come before you this moment. We bring our confession, Lord, for the sake of the IBC of this land. We especially repent for every election flaws that have taken place in the past. We repent for every flaws and every injustice that have been done for the sake of the poor of Kenya in the name of Jesus. Lord, we especially repent over the bloodshed that has taken place during elections of the IBC officials that were on duty. Lord, forgive us. Lord, we stand on behalf of them and we repent for the innocent blood that has been shed in this land, for the people that were able to lead this nation. Forgive every murder. We stand against every spirit of murder in this land. We condemn every spirit of murder. We raise the blood of Jesus. We declare there shall no longer be murder. There will be no murder anymore. In the name of Jesus, there will be no murder anymore in this land. Because of the blood of Jesus, we say enough is enough. The Bible says in the book of Ezekiel chapter 36 verse 22, I now swear with uplifted hands that my people who have been oppressed, they shall no longer be oppressed. I will reward those who have oppressed them. Hallelujah. So Lord, we thank you. We bless your holy name for giving us opportunity to stand in the gap in this nation. And as we stand today, we declare justice, we declare righteousness. The Bible says righteousness exalts a nation and sin is a reproach to any people. We condemn every evil and every wickedness that has happened and that is still happening, and any that shall happen in the name of Jesus. We raise up the blood of Jesus and we declare the blood is speaking in this land, the blood silencing every evil altar in the name of Jesus Christ. Now Lord, as we want to install the new office, kama jinsi tunataka kuweka ofisi mpya ya IBC, tunasema kwamba ukatupatie watu, bring the right people with integrity. There shall be no corruption, there shall be no hacking into the system. In the name of Jesus Christ, the system shall work in favor for the people of this nation. There shall be the right people installed in the office. We thank you because you have heard our prayer. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Basi naomba Apostle Robert Atiambo, naomba Bishop Noela, corruption. Bishop Noela, corruption. Tunataka tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Nchi yetu kuna ufisadi nyingi. Wacha tukabidhi nchi yetu mkononi wa Yesu Kristo na Baba wetu Mungu ambaye ametuumba. Baba aliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mkombozi, agano inasema ya kwamba chochote tutakapoomba katika jina la Yesu Kristo utatufanyia ili jina lako litukuzwe. Jioni kama tuko hapa katika kiwanja
kwa ajili ya watu wako ambayo wengi wako na njaa, ambayo wengi hawana mahali pa kulalia, wengi ambao hawana makao wa kuishi, wengi hawana hata pesa ya kupeleka watoto shule, wengi wamechukuliwa vitu zao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekataza kazi zote za nguvu za Shetani. Tumeinua nguvu ya Yesu Kristo juu. Tumejua Yesu Kristo mahali amesimama, agano nasema alikuwa akitendanga mazuri. Hata siku ya leo Jehova Jire, tumekabidhi nchi yetu mkononi mwako. Nimeweka baba wetu ambaye ni kiongozi wetu, ambaye ni mkubwa wetu, baba wetu Raila Amolo Odinga mkononi mwako leo Jehova. Umuinue juu, umpake na Roho Mtakatifu, umnyunyizie damu la Yesu Kristo. Nimekabidhi mama wetu Martha Karua mkononi mwako Jehova Jire. Baba, umuone, baba umshikilie mkono, baba kwa kila ina ya jambo ananena pitia baba, uonekane ya kwamba wewe uko pamoja nazi. Nimeweka mkubwa wetu Kalonzo Musyoka mkononi mwako Jehova Jire. Utuangalie na macho yako ya huruma katika kikundi chetu cha Azimio. Baba, tumekabidhi kikundi cha Azimio mkononi mwako. Hii chama ya Azimio sio chama cha kabila moja, sio chama ya mtu moja, sio chama ambayo inaweka watu wengine wabaya. Ni chama ya kila mmoja na chama ya wanyonge katika jina la Yesu Kristo. Bariki hii chama na wafuasi wake. Baba, bariki watu wote ambao wamekuja katika hiki kiwanja, wamekuja kwa ajili ya jina lako Baba. Kataza kazi ya ufisadi nchi yetu Baba. Tunakuomba ya kwamba uturudishie vitu zetu. Jina lako itukuzwe katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Basi naomba nimlete Prophet Sonia Mumbi. Bwana Yesu asifiwe. Patieni mkono. Tumekuja kuomba pamoja kwa sababu ya nchi yetu. Na unajua vile tulidhulumiwa na tunasema hapana. Tumekuja kuomba juu ya justice and peace. And we are asking for justice and peace. Washani niwaelezee, kuna ule anapeana justice ya ukweli, na yeye anaitwa Mungu Baba, anakaa kwa ile kiti ya enzi. Haleluya. Sasa nataka tuite huyo Mungu wa justice. Tumwambie Mungu wa justice, kuja utuokoe. Kuja okoa nchi yetu Kenya. Kenya yetu imedhulumiwa na tunaitaka irudishwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nataka tuombe sisi pamoja. Tuseme hii prayer point na kila mtu akuwe involved na hii prayer point. Sema, oh God of justice. Oh God of justice. Appear and show us justice. Oh God of justice. Appear and give us justice. In the name of Jesus. Oh God of justice. Appear and vindicate us. In the name of Jesus. Oh God of justice. Remember Honorable Raila Amolo Odinga. Remember your servant amedhulumiwa miaka mingi sana. Mkumbuke leo katika jina la Yesu. Mungu mkumbuke Honorable Martha Karua. Mkumbuke Honorable Stephen Kalonzo. Sasa tunawarudishia Kenya leo. Kama watumishi wa Mungu tumekuja na tunataka kumpatia Kenya. Hiyo Kenya amekuwa kinyang'anywa, leo tunamrudishia. Semeni amani. Semeni amani. Semeni justice. Asante sana. Sasa nataka kuita watumishi wa Mungu. Tunakuja kurudisha Kenya. Tuirudishie mwenyewe. Watumishi wa Mungu kujeni. Haleluya. Kujeni nyote. Kujeni nyote. Kujeni hapa nyote. Haleluya. Kuomba, 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 kuomba. Haleluya. Kuomba, kuomba. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Moto umewaka leo.
Tuimbe haleluya, moto umewaka. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni udongo ya Kenya iko hapa. Na udongo ya Kenya ni kusema huyu ni Kenya. Hii ni Kenya. Kenya ambayo imekuwa ikichukuliwa kutoka kwa mikono ya baba. Tunataka leo tumrudishie. Watumishi wa Mungu, kujeni muombee hii mchanga. Kujeni tafadhali. Wakuje hapa. Kuomba, 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 kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Stretch your hands, everybody. Father, we thank you for this soil. Lord, we declare this is Kenya. We hold this Kenya in the name of Jesus. We dedicate this Kenya to you, Lord, in the name of Jesus. We declare this is Kenya. Na tunanyunyishia damu ya Yesu kwa Kenya. Katika jina la Yesu, tunabarikisha hiyo mchanga na tumeita Kenya. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Now we are going to ask our principals to come so that we had them over Kenya. Hallelujah. Our principals, please. Kuomba, 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 kuomba. Wote washike wote pamoja. Guzeni hii mchanga, iguze hii mchanga. Katika jina la Yesu, tumemkabidhi Honorable Raila Amoro Odinga hii mchanga. Tumemkabidhi Kenya. Chukua Kenya. Chukua Kenya. Chukua Kenya. Chukua Kenya. Katika jina la Yesu. Honorable Mother Karoa, chukua Kenya. Honorable Karozo, chukua Kenya. Kenya ni yenu. Tumewapatia leo katika jina la Yesu. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Basi nataka kumweta Juma. Twaha kwa dakika mbili. Wachungaji naomba turudi. Naomba wachungaji turudi. Twaha tu kwa dakika mbili tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, ya ayuhannasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika yangu mimi nimewaumba wanawake na wanaume, waja'alnakum shu'uban wa kabaila litaarafu, na nikaumba makabila na mataifa ili mupate kujuana. Mwenyezi Mungu ametuumba ili tupate kujuana, sio kudhulumiana. Mkikuyu ajue Mjaluo, Mjaluo ajue Mkamba, Mkamba ajue Mswahili. Sote ni watu wa baba mmoja Nabii Adam, hatufai kubaguana. Katika maneno mengine matukufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, enyi watu muogopeni Mwenyezi Mungu, na mimi nimeharamisha dhulma ndani ya nafsi yangu, kwa hivyo musidhulumiane. Kenya imekuwa nchi ambayo kwamba viongozi hawaogopi Mungu, wanapenda kudhulumu viongozi wengine. Kenya ni ya kila mmoja. Kila kabila inatakiwa iongoze katika Kenya hii. Sio baba akisimama anaepushwa kando anaambiwa wewe hufai.
Safari hii tutajitolea, hata kama ni jihadi, tuhakikishe ile haki ya baba imekuja. Sisi kama wananchi, viongozi tunataka mambo mawili. Jambo la kwanza ni viongozi wawalishe wananchi wakiwa na njaa. Jambo la pili ni viongozi wawapatie amani wananchi wao. Lakini nchi yetu imeharibika sahihi. Njaa imekuwa mingi. Viongozi badala ya kupatia wananchi chakula, wao wanatafuta chakula wakila wao, wakiwaibia wananchi. Kenya imekosa amani. Tunaona watu barabarani wanauliwa mchana peupe na serikali hii ya William Samoei Ruto. Sisi kama viongozi wa Islamu hatutakubali hii nchi iregeshwe enzi za nyuma tulizotoka. Tunataka haki ifanyike. Kabla sijaendelea mengi, ningependa shekhe wangu Sheikh Juma Ngawa aje amalizie. Salamu alaikum. Ndugu zangu, hatuna time. Aliyosema mchungaji na aliyosema Sheikh Twaha yametutosha. Nitaongeza jambo moja tu mimi. Nataka tuulize Mtume Muhammad sallam, hii Kenya iongozwa na watu gani? Mtume anasema sallam, ayatul munafiq thalatha, idha hadatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha utumina khana. Ayatul munafiq thalatha, alama za kiongozi mnafiki na mtu mnafiki tatu. Ya kwanza, idha hadatha kadhaba, akizungumza hudanganya. Ya pili, wa idha wa'ada akhlafa, akiahidi hatimizi. Ya tatu, wa idha utumina khana, akiaminiwa hufanya khiana. Sasa ukiangalia utawala huu sasa, wazungumza urongo. Walisema wakachukua serikali siku 100, hasla wote watapata mkopo bila riba. Leo mkopo una riba. Wakasahau kwamba sisi Waislamu nguruwe na riba ni haramu. Leo Rais Ruto aweka mikopo yenye riba, amebagua Waislamu. Tukakope wapi Waislamu Kenya? Wakasema kwamba siku 100 bei ya unga, petroli, mafuta taa, diesel, samli, mchele, maharagwe itashuka. Hajateremsha hata shilingi moja. Na wiki ijayo unga wapanda. Kwa hivyo Mtume akasema, idha udhiya li amru li ghairi ahlihi fantadhiru saa. Jambo likipewa sostahiki, ngojeni balaa. Kwa hivyo uongozi wa Kenya una watu wasostahiki, ndio balaa zote hizi. Raila Amolo Odinga anageuza nchi ya Kenya na Martha Karua. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu, Raila Amolo Odinga umpe mamlaka ya Kenya ili Wakenya wote wapate stara. Asalamu alaikum. Basi tumemaliza maombi, naomba zote tusimame. Naomba kila mtu asimame kwa miguu yake. Naomba kila mtu asimame kwa miguu yake kwa sababu tumemaliza maombi. Naomba tu prophetess akuje ili aombe viongozi wote, kisha tualike mheshimiwa Alamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nione mikono zenu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukainue mikono zetu tukaende kuomba tunapoenda kualika wa viongozi wetu. Father, in the name of Jesus, we give you praise, we give you honor, and we exalt your holy name. Thank you because, God, you are from everlasting to everlasting, and there is no other God like you. This day, Lord, we bow before you because, God, when we come to you, you hear us.
Thank you, Father, because you are God of mercy. And today as Kenyans, we are asking that you show us mercy, oh God. Show mercy to the men and women who are sleeping hungry. Show mercy to those people who don't have anywhere to sleep tonight. Show mercy, oh God, to those people who don't know where to go. Show mercy to the joblessness in this nation. Lord Jesus, show us mercy and remember us again. The Bible says when the Lord turned again the captivity of Israel, they were like that dreamed. And so Lord, we are asking that you turn around our captivity today. Turn around our captivity and remember us again. We pray for the Right Honorable Raila Odinga. Thank you for his resilience and the tenacity that God Almighty that you have given unto him, even to lead this nation, oh God. Thank you for our Mother Karua, oh God. Father, as she cries at night because of the people who are sleeping hungry, I ask that God, you show us mercy and remember her again. Thank you for Honorable Kalonzo Musyoka. Thank you, Father, for how, Lord, you have strengthened them, Jesus, and to remain as one. Thank you for every other leader and the leaders of this nation. My Lord and may God be glorified, Jesus, as you remember Kenya again. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Amen. Put your hands together for Jesus. Basi tunaweza kukaa. Basi wachungaji, tunashukuru Mungu kwa ile neema Mungu amewapea. Viongozi tuko kwa upande wa Mungu, kwa hivyo msiwe na shaka. Naomba nirudishe kwa Master of Ceremony ili alete honorable. Asante. Hakuna Mungu kama wewe Yawe. Hakuna Mungu kama wewe Yawe. Pomaliza atamwalika Mheshimiwa Steward Mazayo. Asante Master of Ceremony. Bwana asifiwe. Wacha nione mikono za watu wa Nairobi. Bwana asifiwe. Asante sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu ya uwepo wake kwa kaunti ya Nairobi, kwa sababu ya maombi ambaye imekuwa hapa siku ya leo. Nataka kushukuru nyinyi nyote ambao mmekuja siku ya leo kujumuika na watumishi wa Mungu kwa sababu ya hii maombi. Tangu tarehe mwezi wa 8 mwaka ujana tumekuwa baada ya uchaguzi, mumeona yale yametokea, na sisi kama wanaazimio chini ya viongozi wetu ambaye ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na mwenzake Martha Karua pamoja na Kalonzo Musyoka waliona vyema tuwe na maombi. Wangapi wamefurahi kuwa na maombi siku leo? Na tunasema kwa watumishi wa Mungu, asante sana, asante sana. Kwa niaba ya kaunti ya Nairobi, viongozi ni wengi, tunawatambua viongozi wote wa Azimio katika kaunti ya Nairobi ambao wamekuja, tuwapigie makofi. Wajumbe wote mtambiwa wale wako hapa na kiongozi wetu. Mimi ningesema tu asante kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka jana ambao tumekuwa na wakati mgumu, tumekuwa na njaa, tumekuwa na shida za school fees, tumekuwa na magombano kisiasa, lakini nataka kumshukuru Mungu kwa kusimama na kiongozi wetu Engineer Raila Amolo Odinga. Tunazidi kumuombea na tunasema kwamba safari ambaye ako nayo Mungu amuongoze. Rize rally ziko mbele, Mungu atuongoze. Najua kuna wimbo nasema, najua Bwana anaweza, najua Bwana anaweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana anaweza. Tunajua Bwana anaweza, hata kama itachukua muda kwa Raila na Kalonzo na Martha,
itakuwako. Wangapi wanaamini? Asante sana kwa heshima hii. Nachukua kumwita kinara wetu katika bunge la kitaifa ambaye ni kiongozi wetu Mheshimiwa Wandai. Karibisha yeye na makofi. Haya, asante sana Mheshimiwa Ladwa. Leo hii tumekuja mbele ya Mwenyezi Mungu tukinyenyekea ili Mwenyezi Mungu aokoe nchi yetu kutoka kwa mikono ya wafisadi, ya wakora. Wangapi wameamini ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza? Wacha nione jeshi la Baba. Asanteni sana. Mimi kazi yangu ni rahisi. Nitatambua wajumbe ambao wako hapa, wajumbe wa bunge la kitaifa. Baadaye nitaleka Mheshimiwa Stewart Mazayo atambue senators, mwishowe alike baba aje azungumuze na nyinyi. La kabla ya hayo, nataka nitambue waheshimiwa wa County Assembly ya Nairobi wakiongozwa na kiranja wa walio wengi Mheshimiwa Moses Ogetu. Simameni jameni. Vile vile asanteni sana. Asanteni sana. Vile vile tunao viongozi waheshimiwa wa County Assembly ya Kisumu, nimewaona hapa, wasimame tu wakiongozwa na Mheshimiwa. Haya, sasa MCAs wote kutoka nchi kwa jumla ambao wako hapa wasimame waonekane na wananchi. Asanteni sana waheshimiwa. Bila kupoteza wakati, hapa tunaye naibu. Asante. Asante. Tunaye naibu ya walio chache. Naibu ya kiongozi ya walio chache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Robert Mbui. Asante. Vile vile tunaye Mheshimiwa TJ Kajwang, Mheshimiwa Christine Nombaka, Mheshimiwa Joyce Bensuda, Mheshimiwa Irene Mayaka. Alo. Mheshimiwa Fatuma Ibrahim, Mheshimiwa Oron Joshua, Mheshimiwa Dr. James Nyikal, Mheshimiwa Gideon Muliungi wa Mwingi Central, Mheshimiwa Odege wa Nyatike, Mheshimiwa Anthony Oluoch wa Mathare, tunaye Mheshimiwa Esther Passaris wa Nairobi, Mheshimiwa Jared Okelo wa Nyandu, Mheshimiwa Nabii Nabuera wa Lugari, Mheshimiwa Peter Masara, Mheshimiwa Dr. Lilian Gogo, Mheshimiwa Rosa Boyu, Mheshimiwa Obadia Barongo wa Bomachoge Borabu, Mheshimiwa Mwalimu Orero wa Kibra, Mheshimiwa Ongondo Were, Mheshimiwa Dr. Eva Obara, Mheshimiwa Amina Mnyazi wa Malindi, haya, Mheshimiwa Martin Owino wa Ndhiwa, Mheshimiwa Mawathe wa Embakasi South, Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East, Mheshimiwa Dr. Tende Amolo. Haya, tunaye Mheshimiwa Gertrude Mbeyu wa Kilifi. Tuko na apologies wa Mheshimiwa Babu Owino na Mheshimiwa Timu Wanyonyi na Mheshimiwa Beatrice Elachi.
Tunaye Mheshimiwa Fatuma Full Network wa Migori. Tunaye Mheshimiwa Commissioner Mishi Mboku wa Likoni. Haya, Mheshimiwa Zamzam wa Mombasa. Alafu Mheshimiwa I know boss. Mheshimiwa wa Kwale, Mheshimiwa Masito Fatuma. Asante sana. Kwa hayo machache, mniruhusu nialike kiongozi walio chache katika bunge la Seneti, Mheshimiwa Retired Justice Stewart Mazayo, Senator wa Kilifi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Mimi nashangaa sana, kuna mtu anaitwa Gashagwa anasema ati Kenya ni kampuni, ati iko na shareholders. Ni kweli hiyo? Mimi nataka kuambia Kenya ni ya Wakenya. Kenya haijakuwa kampuni. Kwa hiyo ashindwe shetani, ashindwe shetani. Mimi niko hapa, mimi ni seneta wa Kilifi na pia vile vile ni kiongozi wale wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Niko na ndugu zangu hapa, maseneta wenzangu ambao tumekuja hivi leo kwa sababu leo ni siku ya kushukuru Mungu na kuona ya kwamba Kenya imeregelea wale wanatakana kuongoza, ikiwamo ndani Baba Raila Odinga. Nataka kuchukua nafasi hii, wa kwanza ni naibu wa wale wachache walio ndani ya bunge la Senate, ndugu yangu Enoch Wambua, seneta wa Kitui. Nataka kuchukua nafasi ya pili ambaye nyinyi mnamjua sana, ni wenu, ni super senator, yeye ni SG, ni wakili Edwin Sifuna. Nataka pia vile vile nichukue nafasi hii niwaambie kuna mama mshupavu sana ndani ya bunge la Senate. Akisema haiwezekani, haiwezekani. Anaitwa Beatrice Ogola. Vile vile niko na mama mshupavu, yeye mshupavu zaidi na anahusikana sana na mambo ya watoto wadogo wa kike. Kwa hiyo yeye ni mrembo kama anavyosema ndugu yangu, mrembo sana, anaitwa Betty Shengo. Ya mwisho niko na jabali anayejulikana Kenya mzima, akisema atatoboa atatoboa, anaitwa Richard Onyonka. Najua ndugu zangu saa zimeenda, nataka kuchukua nafasi hii kwa heshima kuu na taadhima nimwalike baba yetu wa taifa, Baba Raila Odinga, aje aendelee na ratiba. Baba, kwa heshima tafadhali uje uongee na Wakenya wako. Asante. Siezi karanga uwe hai shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama wala sitasimama maovu ya kitawala. Haya, haya, haya. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Asanteni sana. Siku ya leo ni siku ya maombi. Tuliamua kama wanaazimio ya kwamba siku moja
katika harakati hii tuteue ili tuweze kukutana na Wakenya na kuomba Mwenyezi Mungu. Nchi yetu iko katika hali mbaya. Ndio sababu tumesema ati Mwenyezi Mungu peke yake ndio anaweza kuamua kusaidia Kenya. Lakini Biblia inasema ati Mungu anasaidia wale ambao wanajisaidia wao wenyewe. Sio? Nataka kwa niaba ya wenzangu hapa kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa dini wa Kristo na Waislamu ambao wamefika hapa siku ya leo. Wametewa kufika hapa na kukaa na sisi na kutuambia sisi. Tulikuwa na Muhindu, lakini bahati mbaya yeye alichelewa, hakufika. Lakini wako pamoja na sisi. Hata Wakalasinga wako na sisi. Hata wale viongozi wa dini ya kienyeji wako na sisi. Sio? Yesu alisema alisiye yule mtu ambaye kila mara kwa mara anasema Mungu 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 atafika katika mfalme ya Mungu. Sasa sisi tunasema wale ni wanafiki. Kila Jumapili wanaingia kanisani kujifanya hata wanaomba ati wamcha Mungu, lakini baadaye wanatenda maovu makubwa zaidi. Mwingine anasema Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni, kuna mashares, ati kuna hisa. Kuna wale ambao wako na hisa kubwa. Huyo ni Senator Ludama Olekina. Hello? Hello? Ati kuna wale ambao wako na hisa mingi zaidi. Wengine wako na kidogo. Wengine hawana hata. Kama wewe huna share Kenya hii, wewe ni nani? Yaani yeye hatambue wewe kama Mkenya, maana yake wewe huna share katika serikali yao. Serikali yao ni wao wenyewe yao wewe. Serikali ya Wakenya iko na inakuja. Tumesema kama Azimio ya kwamba kila Mkenya ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura kwa Azimio, wewe ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura yoyote, wewe ni Mkenya. Kila Mkenya ana haki ya kupata huduma kwa serikali. Kila Mkenya mkubwa ambaye anafanya kazi anatoa ushuru. Na ushuru yako ndio ni hisa yako katika taifa la Kenya. Lakini hata wale watoto ambaye bado wananyonyeshwa kwa matiti ya mama yao, wale ambao wako kwa shule, kwa nursery, kwa primary, kwa sekondari, kwa chuo kikuu, ni wa Kenya. Wale walemavu ni wa Kenya. Wale wazee ambao wamestaafu ni wa Kenya. Kwa hivyo serikali ya Azimio itaangalia maslahi ya Wakenya wote bila kutegemea kabila. Ati huyo ni Mkikuyu, huyo ni Mkamba, huyo ni Mluhya, huyo ni Mkalenjin, huyo ni Mwarabu, huyo ni Mdigo, huyo ni Mjaluo, huyo ni Mkisii, huyo ni Mkamba, Turukana na kadhalika. Wakenya wote watatambuliwa na serikali ya Azimio. Pili, unaona vile wanazidi kutesa wale ambao walikuwa katika serikali ya Uhuru. Juzi wanaenda kumtesa Bwana Matiang'i. Alafu sasa wanaanza kutesa wakili Dansan Omari.
ameandikia barua na DCI atanafanya uchunguzi kwake. Atatakana kesho afike pale kwa DCI kufanya uchunguzi. Huyu ni wakili ambaye anafanya kazi yake ya wakili. Tunataka kuambia hawa wachana na Matiang'i na wachana na Dansan Omari. Hawa ni watu. Sasa kijana Omondi jana walipiga kule kwa bunge kuenda tu kutetea haki ya wa Kenya. Hiyo walienda pale kufanya tu maandamano ya kiamani. Nataka kuambia nyinyi kule London mbele ya House of Commons, ukienda utakuta watu hata 1,000 wanafanya maandamano hapo hapo katika bunge ya Uingereza, na wanalindwa na polisi. Hawashikwi na polisi, hawapigi tear gas, manake hiyo ni haki yao. Tunataka Bwana Ruto na watu yake bandia hapa wafundishwe ati maandamano ni halali. Peaceful demonstration is done in front of House of Commons in the UK. It is done in front of the White House in the United States of America. In front of the Congress of America. Peaceful demonstration is allowed. It's protected. Demonstrators are escorted by police. Kwa hiyo tunaambia hawa watu ya kwamba watu wetu wakifanya maandamano, polisi wana jukumu ya kuwasindikiza, kuhakikisha kwamba wako na usalama. Hiyo ni serikali ambayo imestarabika. Lakini kwa sababu hawa watu sio serikali ambayo tunawatambua, wanaweza kufanya mambo ya kinyama namna hiyo. Lakini siku yao inakuja. Siku ya 40 inakuja. Siku ya 40 yao inakuja. Inakuja. Sisi kama Wanaazimio tumesema tunataka amani katika taifa la Kenya. Hatutaki mtu yeyote popote atishe Mkenya. Juzi tulikuwa kule Kisii, tukafanya mkutano wa amani kule Keroka, kule Kiumbu, kule Kisii town. Keshoe wakatuma majambazi wakisindikizwa na polisi, wakaenda kupiga vijana wetu kule Kisii, kupiga na kuwalaumu na kuwajeruhi ati kwa sababu walikuja kwa mkutano wetu. Tunaambia hata mkitumia nguvu kiasi gani hamtaweza. Wakenya wanakuja for you. Kenyans are coming for you. Mpende msipende. Kwa hivyo sasa siku ya leo niko na taarifa nataka kusoma hapa. Nataka nisome. Hello. Jevenjee Gardens Prayer Points, February 22, 2023. We came here as seekers of truth and defenders of justice. We are seekers and defenders of electoral justice, social and economic justice. We pray that this may be firmly planted in the soils of our country. I want to thank the men and women of God who have spoken here strongly and reminded the country of the warning of Prophet Amos. And I quote, "You trample the poor, stealing their grain through taxes and unfair treatment. Therefore, though you build beautiful stone houses, you will never live in them. Though you plant lush vineyards, you will never drink wine from them." Amos 5:11. 3. Restored, the cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days. Secondly, electoral deceit
must end. Servers must be opened and audited, and servers must be opened and audited under auspices of a reputable firm or organization, failure to which we shall lead the people to restore their authority and voice. 5, the ongoing process. Hello? 5, the ongoing process of reconstituting IEBC must stop immediately. A bipartisan task force must be put in place to restructure the IEBC in a manner that ends its monolithic operations. 6. If these demands are not heeded, within 14 days, we shall lead Kenyans to massive action and to mass action across the country to get their power back and restore sanity. Hello? Hello? As many as that opinion say aye, as many as contrary opinion say nay, the ayes have it. Inawezekana na baba tinga Akwina Chogo Nyabondo na le grand roi de Fibi ndani barikiwa. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero. Na nimesema kila familia ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kumsukuma wilbaro. Yani leo ni Azimio, mwaka huu ni Azimio, Raila Odinga anatosha, na Martha Karua anatosha. Yani leo ni Azimio, mwaka huu ni Azimio, Raila Odinga anatosha, na Martha Karua anatosha. Rero ni rero, ayangu rero ni rero, rero ni rero, jamani rero ni rero. Waseme jambo. Haya, asanteni sana. Jevenjee oye! Jevenjee oye! Nataka nishukuru viongozi wa Azimio, Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Wangare Karua kwa kushikana pamoja. Mnakumbuka pale Kamkunji siku yangu ya kwanza nilisema ya kwamba nyumba ya Azimio lazima tushikane. Tusiposhikana tutaangamizwa. Si nilisema hivyo? Na nataka nishukuru viongozi wa dini kutoka tabaka mbalimbali ambao wameungana kwa maombi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, the people president choice. Sawa sawa? Wananchi mupo? Wananchi mupo? Nataka niambie Rigathi Gachagua, kwa sababu yeye anaona ni mtu wa kiburi, ako na kimbele mbele, anataka kugawa Kenya, analeta ukabila. Mimi nataka niambie Rigathi Gachagua, bado Kenya haina deputy president.
Rigathi Gachagua bado ni MP. William Samoei Ruto bado ni deputy president. Nataka niambie Rigathi Gachagua, wewe ukisema ya kwamba kampuni yenu ya serikali ni kampuni, inamaanisha ile hustler fund mlikuja nayo ndio kampuni. Azimio Azimio power, mtatembea na baba, mtatembea na baba. Naambia William Samoei Ruto awache kutumia maaskari vibaya. Alisema ataongeza mshahara, leo hii hawana mshahara. Na tunamwambia Eric Omondi atoke ndani. Eric Omondi atoke wapi? Eric Omondi atoke wapi? Azimio hai. Nikimalizia, mkutano tutakuwa nayo Kakamega. Wakenya, mimi nawaambia hii safari sio ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga peke yake. Safari ni ya Wakenya wote. Sawa sawa. Na sisi kama bunge ya Jakaranda, nimetembea na wana wanaitwa Moshi. Mnajua Moshi? Tafadhali babu utaruhusu wana wakuja wasalimia wananchi. Okay. Mr. President Gaucho tuko na yeye hapa na tunasukumana na hii safari na tutembee pamoja, tusukume Ruto. Ruto must. Ruto must. Niko njaa siwezi karanga. Okay. Wanageto muko. Wanageto muko. Wangapi wako na njaa leo? Nataka nione sufuria juu. Wangapi wako na njaa? Kwa majina, mimi ndio ghetto president ama bunge president. Kitu ya kwanza, baba, tunakushukuru kwa kurudi hapa Jevenjee, kwa sababu hapa ndio uliniambiaga ucho hao watu wameninyang'anya na watu wengine wamenisaliti, but nitakaa kama hizo siku 3, lakini siku ya 4 nitafufuka. Amefufuka hajafufuka? Baba amefufuka hajafufuka? Mimi nataka kusema hivi baba, watu wa ghetto wamenituma. Leo ni Wednesday, watoto wamekosa, watoto fee ya kwenda shule wamekosa. Wazazi wetu wamekosa kitu ya kuweka kwa sufuria. Ni kweli si kweli? Baba, wewe ndio umekuanga baba ya wanageto. Wanageto wako na wewe. Baba, ni siku gani utatutolea huyo Zakayo? Siku gani utatoa huyo Zakayo? Ya mwisho baba, wanageto wanasema ya kwamba saa hii kila mahali Ruto anapima akisema anataka kujenga manyumba, na saa hii anataka kujenga manyumba, wanageto bado wako na njaa. Inafaa shughulike na njaa manyumba. Anafaa shughulike na njaa manyumba. Baba, tunajua ya kwamba anataka kutunyang'anya mashamba. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Baba, wewe na Kalonzo Musyoka na Martha Karua mumesimama na Wakenya, na sisi kama wanageto tutakuwa nyuma yenu. Mtakuwa nyuma yao? Wangapi watakuwa nyuma ya baba? Wangapi watakuwa nyuma ya baba? Baba akisema left, baba akisema left, baba akisema right, baba akisema fire, baba akisema fire. Na tunamalizia tukisema hivi, wangapi wanasema Ruto aende nyumbani? Wangapi wanasema Ruto aende nyumbani? Ya mwisho, baba aendelee asiendelee? Wangapi wanasema baba aendelee kwa mkono juu? Wangapi wanataka baba aendelee? Asanteni sana na Mungu awabariki. Niko njaa siwezi karanga. Uwe hai shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama. Niko njaa siwezi karanga. Uwe hai shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kusasura wataki kusasera. Udugu ni kufana,
niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Halo, halo, ndugu Wajakoya. Asante, 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 asante baba. Asante, asante, asante. Bangia! Bangia! Bangio! Asanteni. Mimi nimeshukuru sana kurudi nyumbani. Mimi nikiwa chokora, hapa ndio kulikuwa nyumbani. Mimi nimekulia pale Grogan Road, na nimesikia baba akisema kwamba hatakuwa na Wahindi wakuja kuomba. Mimi ni Hare Krishna baba, next time nitavaa zile nguo zangu alafu pia niombe, manake naomba kwa Kihindi. Ya pili, mkiona Roots Party ambayo mimi ndio mwenyewe nimeunga baba Martha Karua na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa wa mkono. Nimesema tuanze kutembea pamoja, tutatembea pamoja, manake hii town mimi naielewa kabisa. Wakati nilikuwa askari hapa Central Police Station, hapa ndio ilikuwa mahali pangu, na hamna siku nilishika mtu yote hapa. Na kwa watu wa makanisa na watu ambao ni Waislamu, ingawa watoto wangu ni Waislamu, hiyo tutaongea baadaye. Nawashukuru sana kumwombea baba. Ile mambo ya ukabila baba ametoa, ile mambo ya nyef baba ametoa, ile mambo ya namna hii baba ametoa. Mimi nimeahidiwa pesa mingi, nikaambiwa kwamba toka kwa baba kuja pande hii, kaa na sisi. Nimeambia nyanya yenu mnafikia, nyinyi mnafikiria mimi ni mtu ya kuuzwa, mimi ni mtu ya kupigwa mnaada. Lakini sasa tena watu wa makanisa nitasema kitu kimoja. Ukienda Israeli, uende South Africa, mseme ukienda South Africa, uende Uganda, uende Netherlands, kuna kitu inatengenezwa huko. Na sio ya kuvuta, ni ya commercialization, mnaelewa? Na ya kutengeneza mazao. Hata ng'ombe yako ikiwa na mimba, ukipatia kidogo maziwa inatoka na ukiwa mwanaume ukitaka kufurahisha mama za zingine, mama atapenda kama unafurahisha Bangie! Siendi sana, asanteni sana baba. Asante baba. Hello. Tuko Jevenjee Gardens. Bwana Jevenjee mwenyewe alisimamia haki. Ndio sababu hapa ilitawaliwa kukumbuka yeye. Lakini ng'ambo pale University Way hapo inaitwa Hari Dhuku alikuwa mpigania uhuru 1926. Pale hapo mnaona hapo kulikuwa na vita kali. Wazungu walipiga Waafrika risasi, wakaua watu wengi sana, kwa sababu walikuwa wanaongozwa na Hari Dhuku ambao walikuwa wanakataa utawala wa kidhuluma na kutoa ushuru hovyo. Hapa ndio vita ya ukombozi ilianza hapo. Nilisikia mwingine Bwana Gacheta akisema ati yeye ni mtoto wa Mau. Hajui historia ya ukombozi ya taifa letu. Tunaweza kumweleza kuanzia kwa Wayaki Wahinga
tikwa hapa kabla kule Tsavo, akazikwa, akawekwa, akachimba kaburi yake, akaingia ndani, akazikwa kama yako hai. Wewe mengi ilifanyika. Huyu jamaa ambaye anaongea halewi hata kitu kidogo. Nataka kuambia kwamba baadaye umoja wa Kenya ndiyo ileta uhuru. Wakati mama walikuwa kwa jela, wale ambao walikuwa nje hapa walipigana ili mama watolewe kwa jela. Wanagachoka kama baba yako alikuwa kwa jela, alitolewa na wale walikuwa nje, ukiongozwa na Jaramogi Oginga Odinga na Tom Mboya na Masinde Muliro na Julius Kiano na Njoroge Mungai na Raila'S Oguda. Hao wote walikuwa wanapigania ili wale ambao walikuwa wanadhulumiwa na wabeberu waachiliwe. Walikuwa Wakenya wote, hawakuwa ati huyu ni Kalenjin, ati huyu ni nani hii. Walikuwa ni Wakenya wote. Kwa hivyo sasa wanaambia wewe, wacha kuleta chuki kwa Wakenya, wacha ubaguzi ya kikabila. Wakenya wote wako pamoja. Wakikuyu walinipiga mimi kura mingi zaidi kushinda wewe na Uhuru. Walinipiga mimi kura kushinda wewe na Uhuru. Wewe huna chochote unaweza kuambia Wakenya. Kaa kimya kabisa. Kaa kimya. Usipokaa kimya tutanyamazisha wewe. Halo? Halo? Vijana hoye! Vijana hoye! Sasa mimi nataka kualika ndugu yangu, mdogo wangu, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. Thank you. Thank you. Thank you. Huyu wa Jokoya look alike, zumpeleke pale. Pita hapa ba. Kuna wa Jokoya look alike. Wa Jokoya wawili hapo. Thank you. Pandishe bwana ndio tuongee. Ngoja my friend. I gave you It shall be permanent. haya ndio huyo. Wajakoya look alike. Simusimame. Haya asante. You know. Haya Wakenya hoye. Jameni ketini. Wana Kenya tena hoye. Bwana Yesu asifiwe. Si tumekuja kwa maombi? Naomba munisikilize. Kwanza ni kuwashukuru our clergy. The message you have heard today on how not to be correct, politically incorrect, is a very powerful message. Mimi nilihisi kwa roho yangu, because the Bible tells us where 2 or 3 are gathered in his name, he is in the midst. Wangapi wanaamini Yesu mwenyewe ako hapa? Kwa hivyo hakuna nafasi ya shetani kutoka hapa, kwa sababu wale wengine walikuwa wanakitarajia ukisikia Azimio tunakutana kutoka hapa ni kupora maduka ya wananchi, wataangukia patupu. Tutatoka hapa kwa heshima. Wangapi wanasema tutatoka hapa kwa heshima yetu? Because you cannot come before the Prince of Peace, who is Jesus Christ of Nazareth, and go out and do violence. It cannot happen. Kwa hivyo kwa heshima of our clergy team, kwa heshima yao, hata kama ulikuwa na shetani mahali kona fulani kusema utapitia duka fulani, leo wape hawa heshima na Yesu mwenyewe, na shetani atakuwa ameshindwa. Wangapi wanasema tutatoka Jevenjee kwa umoja, kwa amani tupu? Kwa hivyo this is it, a struggle
if this struggle is going to come to its ultimate conclusion, there must be serious discipline. Discipline, nidhamu ya hali ya juu. Hapa huyu ndugu Raila na my sister Mother na timu yote hii, ukiangalia vile Seneta Olendama alitupwa juu akiumizwa kwa sababu ya haki ya wananchi wa Kenya. Lakini namshukuru, nampongeza sana. This Wajakoya must have been a very serious presidential candidate. You know what they do? Si unaona, nasikia First Lady wa Biden anakuja Kenya, akija tumkaribishe na tumwambie tuna njaa, sio? Lakini yeye wanaweka decoy. Ukitaka president wa America, bila Obama alikuwa huko, alikuwa na decoy. Sema decoy. Huyu Wajakoya o serious, yeye da decoy. Hako na decoy. Ukimgonga huyu unasema ni Wajakoya, Wajakoya anaenda. This man anaweza kuleta revolution ya job. Kwa hivyo, and all of this ni kujitolea ili Kenya kuwe na amani. Mwisho, kumbukeni historia ya wana wa Israeli. This morning, I looked at the book of Exodus, chapter 14. Naomba munisikilize. The book of Exodus, chapter 14. Wana wa Israeli walilalamikia Musa. Wakasema, Musa, yaani wewe sasa, walipoona Farao na anakuja na machariot na kila kitu, wakaangalia nyuma kabla ya Musa kuinua ile bakora na hili Red Sea ikagawanyika mara mbili, wakamuuliza Moses, yaani huko Misri unatoka tutoke, hakukuwa na enough graves, yaani makaburi ya kutosha, unataka tuje tuzikwe hapa na Farao? Musa aliwaambia hivi, my friends, kwanza stand still and see the salvation of God. Alafu akasema, unaona askari ya Farao, the Egyptians you see today, you will see them never, you will never see them again forever. Pigieni Yesu makofi. Na wende ukajaribu faonwe, what have I told you today? This is a struggle like no other. Tunataka amani Kenya hii. Sisi si watu afisadi. Sisi si watu wanaamini Kenya hii ni kampuni ya mtu. This is our motherland, as the preacher for the day reminded us. Kwa hivyo, my sister Mother, tumpigie makofi. Kumbukeni bado tuko kanisani. Thank you. Nairobi oye! Wananchi oye! Hakuna maneno mingi, baba ashaongea. Lakini niwakumbushe, amesema ya kwamba ni uhalifu wa hali ya juu